Na leo kutana na jamaa mmoja ambaye yeye ni mchoraji, alikuwa anachora watu katika huu mji. Sasa yeye alikuwa ni mchoraji maarufu tu, leo alikuwa anamchora huyo binti. Mara ghafla ile rangi ya zambarau ikakatika. Sasa hapa akasema hebu nitafute rangi ya zambarau, akaangalia hapa katika rangi zote rangi ya zambarau hamna. Sasa kuna kiboksi kimoja alikiokota, nakumbuka kuna rangi moja ndefu kweli aliokota. Akawa anaangalia, hii rangi mbona ndefu sana hivi. Akasema kwa sababu sina rangi, hebu niichonge tu hivyo hivyo. Akachonga pale, baada hapo akasema hebu kabla ya kuchora huko nijaribu rangi yake imekaa vizuri. Akajaribu pale akaendelea kuchora. Sasa mara ghafla anashangaa ule mchoro ukaanza kucheza cheza. Kabaki kushangaa mara ghafla kimeujiza nikatokea jiwe. Yaani nakwambia ule mchoro ambao alichora kama duara litokea jiwe sasa ndani yake. Jamaa akabaki kupagawa. Akasema inawezekana hii rangi ikawa ni ya maajabu. Akajaribu akachora epo. Sasa ile epo nalo likatingishika bwana lilitoka epo, yeye mwenyewe alibaki kushangaa tu. Akawa amini kinachoendelea. Akasema hebu nijaribu kwanza kulia labda. Anakula hivi anashangaa. Epo kabisa linalaza. Sasa jamaa akabaki kushangaa na kupagaa. Akachukua ile epo akaliweka mfukoni. Akachukua ile rangi na ile jua akakusanya vitu vyake vyote. Akakusanya na michoro yake yote. Baada hapo akaenda nyumbani kwake akamchukua rafiki yake. Akamwambia unaona hili jiwe na hili epo vyote hivi vimetokea kimeujiza baada ya mimi kuchora. Uamini au? Jamaa akamwambia huyu inawezekanaje hivi? Uongo. Jamaa sasa akasema hebu nichore. Anajaribu pale kuchora mchoro kama kitu kama vile hela ili mradi angalie je inaweza. Sasa akasema hebu nichore nyumba. Sasa akawa amechora nyumba pale. Hivyoisha mara ghafla nyumba ikatokea pale. Watu wakashangaa. Hii nyumba bora imetokea miujiza. Watu wakakusanyana pale. Jamani miujiza jamani, hapa kulikuwa hamna nyumba. Kwa hiyo watu wote wakafika pale wanashangaa. Ndio jamaa baada ya kuona vile jao akaona hapa tutashtukiwa. Akaanza kunyonya sasa ile nyumba akaanza kurudisha. Kumbe ile peni kwa upande wa nyuma una uwezo wa kurudisha kitu karudi. Sasa wakati polisi wakasema hebu tuingie tuangalie, mara ghafla ile nyumba ikayauka kimiujiza. Watu jamani namna gani vipi? Sasa jamaa alirudi nyumbani akasema hapa wakachukua ile peni na wakaandika pale milioni 200. Sasa alipoandika ile neno milioni 200, mara ghafla ikaanza ikatokea maneno tu na nilio 2 na sifuri sifuri yake ikaanguka chini. Akasema hapana tumekosea. Hao walikuwa wanataka hela. Sasa hapa akasema hebu wewe umekosea kuna nilio. Hapa cha kufanya hapa sio hivyo, tuchore bulungutu la hela. Sasa akaanza wakachora lile bulungutu la hela. Baada hapo akawa analilebo vizuri kabisa. Wakasema hapa lazima tuandike kabisa hela ni hela gani na nchi gani. Sasa baada hapo akawa anaangalia matokeo. Sasa ule mchoro ukaanza kucheza kama kawaida. Baada ya kucheza ukaanza kutoka ukaenda pembeni. Baada hapo ukaanguka kule chini. Baada hapo sasa wakawa nasubiria matokeo. Bwana kweli bwana hela zikawa zinatoka kama hivyo. Namna gani vipi kabisa. Sasa zikaanza kuzidi. Jamaa akaanza kukimbia. Ni hela aliyokuwa inataka ikawa mingi sana. Sasa hapa wakatamani kuomba msaada. Sasa huyu mzee jirani yao amekaa hapa nje anaangalia hivi. Anashangaa watu wanatoka nje. Watu wametajirika ndani ya dakika 5 tu. Namna